Kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu umetuamsha, umetupatia siku njema. Asante, nena nasi kupitia neno lako, tutumie kama vyombo, tuwe baraka kwa kila mmoja ambaye anatutazama na kutusikiza asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Karibuni siku hii ya leo. Tunashukuru Mungu dhidi ya mambo mengine yote. Tuna kila sababu ya kumuinua Kristo kwa sababu yeye ubaki mwema, kando na mambo mengine ambayo yanaweza kuwa kinyume. Yeye atabaki mwema kila siku, kila wakati, kila mwaka atabaki kuwa mwema. Ningetaka tuendelee penye tuliachia kwa wale ambao walikuwa nasi, na kama hukuwa nasi wiki ambao limepita, tulikuwa tunaongea kuhusu kusonga kwa viwango vingine, shifting to the next level, kusonga kwa kiwango kingine ama viwango vingine. Kuna yale ambao tulizungumzia wiki ambao limepita. Tulisema kwamba ili usonge kwa kiwango kingine ama viwango vingine ni lazima uwe mnyenyekevu, ujifunze unyenyekevu, kwa sababu Mungu huinua wanyenyekevu na hushusha wenye kiburi. Tukasema kwamba pia ni lazima ukuwe tayari kupitia ile hali ya kutengenezwa na Mungu, kwa sababu Mungu hainui watu kwa viwango vingine mpaka tukue tayari atutengeneze, na Mungu hutengeneza watu. Na akikutengeneza huchukua muda. Mungu hana haraka ya kutengeneza mtu, kumsafisha, kumuandaa kwa sababu ya kazi yake. Tukaona watu wengi, Yesu aliandaliwa kwa miaka 30, akafanya kazi ya miaka 3.5. Musa aliandaliwa kwa miaka 40, akafanya pia kazi ya miaka 40. Na kuna watu wengi Mungu aliwaandaa. Daudi aliandaliwa kwa muda kabla achukue ushukani wa kuongoza nchi, na mifano ni mingi. Watu kama Joseph alianza kuwa na ndoto mapema, lakini Mungu akamuandaa. Hali ambazo alikuwa anapitia, akalaumiwa, akachukiwa kutoka nyumbani, akauzwa, baadaye akatupwa kwa shimo, akatolewa pale, akauziwa kule Misri, akawekewa mambo ambayo hayakuwa ya kweli, akarushwa kwa jela. Baadaye ndio Joseph anakuwa prime minister katika nchi ya Misri. Kwake pengine alikuwa anafikiria tu ile ndoto itafanyika tu mara moja na ainuke na akuwe mkubwa, lakini alipitia hali ya kutengenezwa. Tukasema kwamba wengi wetu hatupendi kutengenezwa, lakini nataka kuinuka, nataka kusonga kwa viwango vingine, nataka kubarikiwa katika njia ya ajabu ajabu. Lakini Mungu ni wa ajabu sana. Mungu akiinua watu ni lazima akutengeneze, kwa sababu usipotengenezwa mara nyingi hutaweza kusustain ile level ambao umesonga, kwa sababu either uliinuka mapema ama uliinuka hukuwa uko tayari. Na wengi wetu hata baraka, nimeona saa zingine wakati mtu hajaandaliwa vizuri, kitu ambacho ni baraka kinaanza kuwa shida, kinakaa ni kana kwamba ni laana. Pengine ni kwa sababu hakuwa ameandaliwa na kujiandaa, alikuwa bado kushughulikia hiyo baraka ambayo Mungu amempatia. Ndiposa Mungu ni lazima ukuwe tayari kutengeneze. Ukitengenezwa utaweza kuinuka na kuinuka na kuinuka kwa viwango vingine katika maishani mwako. Wengi wetu tuko na vipawa, na vipawa ni mzuri. Wengine wetu tuko na ujuzi, na ujuzi ni mzuri. Lakini kando na vipawa na ujuzi, Mungu huwa anataka kuandaa tabia.
na dhamira, your character and your attitude. Kwa sababu wengi wetu tuko na vipawa na tunaenda kando. Wengi wetu tumepakwa, tunaenda kando. Wengi wetu tuko na ujuzi wa mambo tofauti tofauti, na unakuta kwamba tunakuwa aibu kando na hiyo yote kwa maisha yetu. Ndiposa Mungu atakupitia katika hali ya kukutengeneza ili tabia yako, tabia yangu, attitude yako, attitude yangu ikaweze kusafishwa na kutengenezwa ili usilete aibu kwa ufalme wake, usilete aibu kwa jina lake, usilete aibu kwa kazi ya Mungu, usilete aibu kwa kanisa, usilete aibu kwa familia, usilete aibu kwa inji, kwa sababu ya tabia fulani ama attitude fulani ambayo bado ingali ndani mwetu, tungali tumeficha, tungali tumeweka. Kwa sababu kuna tabia zingine hutajua uko nazo mpaka hali fulani itokee. Wengine tukiinuliwa ndio utajua kwamba kumbe nakuanga na kiburi. Wengine tukipata mali ama pesa ndio unaanza kuona vitu vinachipuka ndani mwako. Sio kwamba havikuwa, vilikuwa tu, lakini vilikuwa vimelala. They were dormant. Lakini sasa imepata nafasi ya kuonekana. Wengine tukipata cheo ndio mambo mengine inaanza kuonekana. Yalikuwako lakini hatukujua, ama tulijua lakini hatukuwa tunashughulikia. Mpaka sasa tumeinuka kwa kiwango kingine, inaanza kuonekana. Ni vizuri tukue tayari kutengenezwa. Ninasisitiza tena kwa sababu hii jambo la muhimu. Wakati nahudumia watu, nimetambua kwamba watu wengi hatutaki kutengenezwa. Na Mungu atakutengeneza akikupitishia hali mbalimbali katika misimu mbalimbali. Mungu atatumia watu kukutengeneza. Ukiwa kanisani, Mungu atatumia mchungaji wako kukutengeneza, na watu wengi hawajui hilo. Ndiposa unazoea mchungaji, unaleta madharau kwa mchungaji, unakuwa na attitude mbaya kwa mchungaji, ili hali Mungu amekuleta pale amtumie kukutengeneza wewe. Wakati unatengenezwa, kuwa mnyenyekevu. Wakati unatengenezwa, kuwa mtu ambaye anasikiza mwelekeo na yale ambayo anaambiwa, maagizo. Ufuate maagizo ambayo unapewa. Wakati unatengenezwa, kuwa mtu ambaye utakuwa mtiifu. Be somebody who is submissive. Kuwa mtu ambaye ni mtiifu wakati unatengenezwa. Kwa sababu usipofanya hivyo, hautatengenezwa. Ni kwa mfano wakati mama anamtengeneza mtoto, pengine mtoto amejichafua. Kuna watoto wengine amejichafua lakini hataki kutengenezwa na ni mchafu. Baby amejikojolea ama amejiendea choo, na mama anajaribu kumpanguza alafu amuogeshe. Kuna watoto wengine hawataki. Nakuta anapiga kelele, anarusha mikono, anarusha mateke. Sasa unashindwa. Unataka ukae katika uchafu. Unataka uendelee kukaa katika hali mbaya. Na wengine wetu tuko hivyo. Uko katika uchafu lakini hautaki kutengenezwa. Nikana kwamba hii uchafu ni mzuri. Nikana kwamba hii hali ambayo uko ndani ni nzuri. Lakini kama ni nzuri kwako, si nzuri kwa wengine. Mtoto ambaye ni mchafu kwake pengine atafurahia, lakini mzazi ama wengine ambao wako karibu na huyu mtoto hawatafurahia mtoto mchafu. Ndiposa kama wewe unapenda uchafu, ni vizuri kujua kwamba kuna wengine hawapendi. Na kwa sababu Mungu anataka uhudumie watu wengine, anataka akusafishe, akutengeneze
ili usikue chukizo kwa wengine, lakini uwe baraka kwa wengine. Ndiposa ukiwa kanisani, kuwa mnyenyekevu, wacha kiburi. Naona watu wengi, wapendo wengi wako na viburi sana. Atakuongelesha jinsi anataka. Hajifunzi unyenyekevu, kwamba naongea na kiongozi wangu, nimuongeleshe na heshima. Utakuta kwamba kwa sababu ya hiyo utakaa katika hali fulani kwa miaka nyingi, na Mungu anaona huyu hawiko tayari kuinuliwa. Ndiposa watu wengi wanakaa katika mahali fulani, wanakaa katika hali fulani kwa miaka nyingi, hawasongi, hawakui, maisha haibadiliki, hakuna kitu kinabadilika, alafu unakuwa frustrated. Ni kwa sababu hauko tayari kutengenezwa. Ukitengenezwa, unabadilishwa, unabadilika. Na wakati unabadilika na kubadilishwa, inakupatia nafasi ya kusonga kwa kiwango na viwango vingine. Tuweke viburi vyetu chini, ili Mungu na wale ambao Mungu amekuweka chini yao wapate nafasi ya kukutengeneza. Kando na hiyo, nataka tuende kwa kitabu cha Timotheo wa pili, mlango wa 4. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Nimerudia kusisitiza kwa sababu ni ya muhimu. As I interact with many people, I realize we have a lot of problems. 2 Timothy chapter 4 verse 2 inasema hivi: na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, atakaye wahukumu watu walio hai na waliokufa wakati wa kuja kwake na ufalme wake, kwamba hubiri neno, kuwa tayari wakati ufaao na wakati usiofaa, karipia, kemea na utie moyo kwa uvumilivu wote na kwa mafundisho mazuri. Paul anaelekeza kijana wake katika imani ambayo ni Timotheo. Kuna mambo hapa anamuagiza aendelee kufanya kama mchungaji ambaye ni kijana. Anamwambia kwamba ninakuagiza mbele ya Mungu na mbele ya Kristo, kwamba fanya majukumu haya kila wakati. Hubiri neno. Na wakati unahubiri, hubiri wakati ambao unafaa na wakati ambao haufai. Kemea, rekebisha, na ufanye hivyo kwa uvumilivu. Kwa nini hubiri wakati ufaao na wakati haufai? Kwa sababu kuna wakati mwingine inakaa ni kana kwamba si wakati ambao unafaa kuhubiri. Kuna wakati mwingine haujisikii kuhubiri. Kuna wakati mwingine una changamoto katika kuhubiri. Kuna wakati mwingine wale ambao unahubiria hawataki kusikia mahubiri ama injili ambayo unahubiri. Lakini Paulo anaambia Timothy, nataka ujifunze hili. Nataka uhubiri neno kila wakati. Tufanye nini ili tukasonge katika kiwango kingine ama viwango vingine? Ni lazima tukue tayari kila wakati. Readiness for all time. Readiness for all time. Mungu anataka tukue tayari. Tayari kubadilishwa. Tayari kuagizwa. Tayari kutii. Tayari kunyenyekea. Ni lazima tukue tayari. Wakati mtu ako tayari,
akiambiwa kitu hufanya mara hiyo hiyo. Wakati mtu ako tayari, ukimwagiza atatekeleza yale ambayo unamwagiza kwa sababu alikuwa tayari. Ndiposa Timothy anaambiwa, kijana, kuwa tayari kila wakati. Be ready all the time. Have the readiness. Kuwa tayari. Swali ni, tuko tayari kubadilishwa? Tuko tayari kubadilisha mawazo yetu? Tuko tayari kubadilisha jinsi tunavyoangalia vitu? Are we ready to change our perspectives about things, about issues, about matters? Tuko tayari kubadilika katika jinsi mitazamo yetu? Kwa sababu wakati mwingine tunakuwa na mtazamo fulani ambao sio mtazamo wa Mungu. Jinsi ninavyoangalia kitu inakuwa tofauti jinsi Mungu anaiangalia. Na pengine mimi naiangalia katika njia ambayo haifai. Pengine mtazamo wangu si mtazamo ule ambao unampendeza Mungu. Lakini Mungu anataka tukue tayari kubadilishwa katika mitazamo yetu. Kwa sababu mitazamo yetu wakati mwingine haiendi sambamba na mtazamo wa Mungu. So ni lazima tukue tayari kubadilishwa ama kubadilika katika mitazamo yetu. Na hii itafanyika kwa njia gani? Itafanyika wakati tunaketi chini kutafakari. How will our perspectives and our minds change when we sit down to meditate? Wakati tunakaa chini kitako kuweza kutafakari. Kutafakari nini? Number 1, tunatafakari neno la Mungu. Number 2, tunatafakari nguvu za Mungu. Number 3, tunatafakari wema wa Mungu. Number 4, tunatafakari jina la Yesu Kristo. Next, tunatafakari kwamba inawezekana kuinuka kwa viwango vingine. You meditate the possibility of shifting to another higher level. Unatafakari. Tafakari kuhusu neno la Mungu ambalo katika Waefeso 5:26 maandiko inasema kwamba neno la Mungu hutuosha, ni maji. Hutuosha, hutusafisha. Husafisha nini? Neno la Mungu husafisha mawazo. Wacha tusome Waefeso 5. Ephesians chapter 6. Tuone Paulo anapoongelesha Waefeso. Waefeso 5, Ephesians chapter 5 verse 26. 5:26 maandiko yasema hivi. 5:26. Wacha nianzie 25. Inasema, ninyi waume wapendeni wake zenu kama vile Kristo anavyopenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. 26 nasema, kusudi alifanye takatifu, akilitakasa kwa kuliosha kwa maji katika neno lake. Kwa kulitakasa kwa kuliosha kwa maji kwa neno lake. Mungu ama Yesu hutakasa kanisa lake hutakasa kanisa lake kupitia kwa maji ambayo ni neno. Maji ambayo ni neno. Neno husafisha, neno huosha, neno hutakasa, hufanya mtu akuwe msafi kiroho
Na mtu akiwa msafi kiroho, nitakana ionekane nje kwa maneno na kwa tabia. Neno husafisha mawazo ya mtu, inaondoa mawazo machafu, mawazo mabaya, mawazo ya uovu, mawazo ya kutenda mambo mabaya. Wakati neno linaosha akili zetu, itaonekana katika maneno yetu, itaonekana katika tabia zetu, kwa sababu tunaoshwa kwa neno, kando na kuoshwa kwa damu. Babu, tunaoshwa na damu ya Yesu, tunaoshwa pia na neno. Ndiposa hata pia katika Yohana 15, nafikiri ni kifungu cha 3, Yesu akasema, mmekuwa safi kwa sababu ya neno ambalo nimewanenea. You are already clean because of the word I've spoken to you. Kwamba mmetakasika, mmesafishwa kwa sababu ya neno ambalo nimewahubiria. Ukisikia neno na uanze kutafakari juu ya neno, neno linakusafisha. Hautabaki mkora, hautabaki muongo, hautabaki msherati, hautabaki mwizi, hautabaki mtu ambaye ako na vitabia mbaya mbaya. Kweli kama unasikia neno na unaketi chini kutafakari juu yake, neno litakusafisha. Na ukisafishwa, unabadilika. Wow! Ukisafishwa, unabadilika. When you are washed, you are changed. Kama mtu alikuwa mchafu na akaoge, huwa anabadilika, anakuwa tofauti. Na pia avae nguo ambayo ni safi baada ya kuoga, ataangalia tofauti, kwa sababu ameoga, amejisafisha. Neno halisafishi tu, neno lisha kushafisha, unabadilika. Hauwezi kuendelea na ile mienendo umekuwa nayo kabla usikie neno na utafakari neno. Shida ya mmoja wetu ambayo inafanya hatubadiliki hata baada kusikia neno, ni kwa sababu hatuketi chini kutafakari. It's one of our great challenges in our churches. Tunaenda makanisa, tunaenda kwa mikutano ya injili, tunahubiriwa na nguvu na upako, tunashangilia, tunasisimuka, tunasema hiyo ujumbe ilikuwa mzuri, lakini baada ya hapo hakuna tofauti. Shida si mahubiri. Shida ni kwamba hatuketi chini kutafakari yale ambao tumehubiriwa, yale ambao tumesoma kwa Biblia. Hatuketi chini. Wakati unaketi chini na unaanza kutafakari, unaanza kusafishwa. Nimekuwa nikiambia wapendwa penye nilienda kuhubiri kule Nairobi, wakati unasikia neno ni kama ng'ombe ambayo iko kwa kiwanja inakula nyasi. Wakati unasoma neno ni kama ng'ombe ambaye iko kwa uwanja inakula nyasi. Ukienda jioni penye ng'ombe imelala, utaona ng'ombe mdomo unasonga songa. Ng'ombe inacheua ile nyasi ambayo ilikuwa inakula mchana. Kwa nini ng'ombe inacheua nyasi? Ili hiyo nyasi iingie ndani ya damu ya ng'ombe ama mbuzi ama kondoo, ili ikaisaidie. Ng'ombe ama mnyama asipocheua nyasi ambayo alikuwa anakula mchana, hiyo nyasi itabaki tu ndani ya ng'ombe na haitaisaidia. Wengi wetu tunakula nyasi ambayo ni neno kwa kusikia na kwa kusoma, lakini hatufiki mahali tunaanza kucheua, chewing the cud. Unaanza kucheua hiyo neno, na kucheua ni kutafakari. Chewing the cud is meditating on the word. Unakaa chini, unacheua neno, unafikiria juu ya hiyo neno, unaweka mawazo yako kwa hiyo neno. Neno sasa linaanza kupata nafasi ndani mwetu. Neno linaanza kutusafisha. Neno linaanza kutubadilisha. Mitazamo yetu inabadilishwa.
kuamini kwetu kunabadilishwa. Jinsi unavyofikiria kunabadilishwa. Unaanza kufikiria jinsi Mungu anafikiria. Unaanza kuwa na mtazamo jinsi Mungu anakuwa na mtazamo. Tunaanza kuwa na tabia ya Kristo. Tunaanza kutembea katika njia za Mungu. Tunaachana na njia za ulimwengu. Tunaachana na dhambi. Tunaachana na wizi ambao umeingia mpaka kanisani. Huwezi kuacha simu yako hapo. Unakuta mtu ameiba, hata mpendwa, umeenda nayo. Umeweka kitu hapo, kimeenda. Na hapo tunainua mikono, tunaabudu Mungu. Hapo tunacheza, tunamsifu Mungu. Hapo tunasikia neno. Lakini bado unaiba tu. Bado sisi waongo, tuna udanganyifu mwingi. Bado ukipewa kazi unafanya kazi duni. Haufanyi kazi nzuri. Na ni mpendwa ameokoka, ananena kwa ndimi kama mimi. Lakini ukimpatia kazi atakufanyia kazi duni, kazi mbaya, lakini anataka umlipe. Tutabadilika lini? Tutageuka lini? Baada ya kusikia mahubiri mengi kila siku, kila wakati, tunaenda kwa makanisa, tunahubiriwa kila wakati, lakini hatubadiliki. Mitazamo yetu haibadiliki. Maongezi yetu haibadiliki. Tabia zetu hazibadiliki. Mienendo yetu haibadiliki. Unatoka tu kanisani, unaingia kwa usherati. Unatoka kanisani kama mwanaume ambaye umeoa, unaenda nje. Unatoka kanisani mwanamke ambaye ameolewa, unaenda nje. Kama kijana unatoka tu kanisani, unaenda kuchapa tu usherati wako. Unaenda tu kulewa. Unaenda tu kutumia madawa ya kulevya. Ili hali umetoka mahali ambapo palikuwa mahali pa kubadilishwa, mahali pa kubadilika. Kwa nini tunasikia neno kila wiki na tubadiliki? Tumebaki watoto, tumebaki wasumbufu, tumebaki na viburi, tumebaki tunaenenda katika njia ambazo ni za ulimwengu. Unaposikia neno, keti chini na hiyo neno, tafakari. 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 Unapotafakari, neno litakuosha. Neno litakutakasa. Neno litakubadilisha. Tabia itabadilika. Maongezi itabadilika. Mienendo itabadilika. Attitude itabadilika. The way unafanya vitu, kazi inabadilika. The way una relate na wengine inaanza kubadilika. Hautakuwa mtu ambaye ukikosewa hautaki kusamehe. Hautaki. Unakaa na uchungu. Unakaa tu na hasira, unaweka. Unatafuta mahali utalipisha kisasi lini. Na ile hali umesikia mahubiri mengi kuhusu kusamehe. Kwa nini usikumbuke nimefundishwa, nimehubiriwa msamaha, sasa ni wakati wangu wa kuweka neno hili kwa matendo. Fulana amenikosea, fulana ameongea vibaya kunihusu, sitaweka moyoni, ninamsamehe. Ninaachilia iende kwa sababu sitaki kubeba vitu ambavyo vinaniumiza katika maishani. Asubuhi ya leo hatutasonga katika viwango vingine mpaka tukue tayari kutafakari na tubadilike. Namba 2, tutainuka namna gani ili tusonge kwa viwango vingine? Enda nami katika kitabu cha Waibrania 12, Hebrews chapter 12. Waibrania 12. How shall we shift to other levels? Tutainukaje kwenda kwa viwango vingine vya juu? Waibrania 12. Nataka tusome vifungu viwili, kifungu cha kwanza na cha pili. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Inasema hivi: kwa sababu hii, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa namna hii la mashahidi, basi na tuweke kando kila kitu kinachotuzuia na ile dhambi inayotuzinga kwa urahisi, nasi tupige mbio
kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa kwa ajili yetu. Basi na tumtazame sana Yesu, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Yeye ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba bila kujali aibu, na huo msalaba, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu Baba. Mwandishi wa Ibrania katika vifungu viwili kuna mambo kadhaa anatuambia. Anasema kwamba tumezungukwa na mashahidi wengi. Na anasema kando na kuzungukwa, tuko katika mbio. Tuko katika mbio. Wakati unaokoka unaingia kwa mbio ya mbinguni. Na hii mbio hatuwezi kukimbia na vitu vizito. Nimeshasema wakati mwingine kwa studio hizi, wala ambao wanakimbia mbio tunajua huwa mara nyingi wanakuwa na viatu vyepesi, wanakuwa na nguo nyepesi. Hutaona mtu ambaye anakimbia mbio kama amevaa gumboot. Hutamuona na jacket. Hutamuona na nguo zingine mzito. Kwa sababu gani? Itakuwa inamzuia kukimbia vizuri na kukimbia haraka. Ndiposa wala ambao wanakimbia mara nyingi wanataka kile ambacho wamevaa kikuwe chepesi, ili isikuwe sababu ya kumfanya aende polepole ama akuwe na joto jingi ambayo itamzuia kuendelea kukimbia. Hastahili kubeba vitu vizito kwa sababu anataka kukimbia, na akimbie haraka na akimbie kulingana na masharti ambayo imewekwa. Ikiwa umeokoka, uko mbioni. Na hii mbio ni ya kila siku. Hatukimbii Jumapili, tunakimbia kila siku. Wengine wetu tunafikiria hii mbio ni ya Jumapili. Ndiposa ikifika Jumapili tunakaa wazuri, tunakaa watakatifu, tunakaa hatuna maneno. Ikiingia Jumatatu tumerudi kwa mienendo ile yetu tu. Ile njia mbovu tunarudi ndani. Ni vizuri kujua kwamba ukiokoka umeingia katika mbio ya imani, mbio ya wokovu. Na hii mbio utaikimbia kila siku mpaka wakati aidha Yesu atarudi ama wakati utalala. Na kwa sababu tuko mbioni, mbio ya imani, mbio ya wokovu, ni lazima tunaambiwa kwamba tukaweze kutoa mizigo mizito ambayo mara nyingi tumebeba. Tumebeba nini? Tumebeba watu ambao wametukosea, watu ambao wametukasirisha, watu ambao wameongea mambo mabaya kutuhusu, watu ambao wametuwekelea maneno ambayo hatukufanya, watu ambao walituibia, wakatutendea mabaya, wakafanya ukafutwa kazi, walikuzingizia mambo ambayo haukufanya, watu ambao wamekuchukiza. Tumewabeba. Safari hii hautatuwezana na kuendelea kubeba hasira, kubeba chuki, kubeba kulipisha kisasi, kubeba uchungu. Hii safari hutawezana nayo unapobeba vitu kama hizo. Ni lazima tuweke vitu vyote vizito kando. Kutosamee na wale ambao walitukosea, tusamee, tuweke kando kila siku. Kwa sababu safari hii haitaji mizigo mizito ya dhambi ambayo tuko nayo. Itafanya safari yetu ikuwe ngumu, itafanya mbio yetu tuende polepole, itafanya tutoke katika mbio
Kuna wale ambao wanaanza mbio, inafika mahali wanashindwa, wanatoka ama wanaanguka chini, wanaanza kuzimia, wengine hata wanakufa kwa sababu ya tofauti. Usirudi nyuma kwa sababu ya mambo mengi ambayo umebeba kwa moyo na kwa mawazo. Hauendi haraka kwa sababu kuna vitu umebeba. Ni lazima tuweke kando. Kama ni marafiki ambao wanafanya haukimbii vizuri, vunja hiyo urafiki. Kama ni tabia fulani uko nazo zinakufanya haukimbii vizuri, tafuta ukombolewe na hizo tabia. Kama ni maongezi mabaya, badilika. Kama ni kufikiria kubaya, badilisha. Kwa sababu gani? Mambo haya yatatufanya tusikimbie mbio ya imani, mbio ya wokovu. Na wakati tunafanya hivyo, hatuwezi kusonga katika viwango vingine. We can't rise to another higher level. We cannot. Kama tumebebeshwa na tumebeba vitu vizito. Kwa mfano, nitakana upande mlima, huwezi kupanda mlima na mzigo mzito. Utaanguka, utateleza, utashindwa. Hatuwezi kwenda juu na mambo ambao tumebeba, mambo mabaya. You will not shift to another higher level with the weights that you are carrying. Weka chini mizigo yako ambao umebeba. Weka chini, kwa sababu itakuwa kizuizi ya wewe kwenda kuinuka na kuinuliwa kutoka mahali uliko ili usonge kwa kiwango kingine. Swali ni, umebeba nini mzito? Umebeba vitu gani mzito? Uzito kama huo ni kizuizi ya wewe kusonga juu. Weka kando kwa kutubu, kwa kukiri na kupeana msamaha, ili usikuwe na vitu vizito ambazo zinazuia safari yako na wewe kuenda kwa level moja hadi level ya juu. Na Mungu awabariki. Radio Samaritan 88.3 FM. Asante. Kama uko pale wewe haujaokoka, haujaingia katika mbio ya kwenda mbinguni, unahitaji Yesu, omba nami mpokee Yesu. Sema, Bwana Yesu, naja kwako mimi mwenye dhambi. Nisamee na unitakase. Nafungua moyo wangu Yesu, ingia ndani. Uwe Bwana na Mwokozi wangu. Asante kunisamee na kuniokoa. Kwa Yesu Kristo naokoka nikiamini. Amen. Yesu ameingia moyoni. Umefanyika mwana wa Mungu. Tafuta mahali utasaidiwa, usimame kiroho, usirudi nyuma. Uko na hitaji, amini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kila mmoja ambaye ametusikiza. Naombea kila mmoja kwamba tutakuwa watu ambao tuko tayari. Tutakuwa watu ambao tutachukua wakati kutafakari kuhusu wewe, kuhusu neno lako, kuhusu jina lako, kuhusu uzuri wako, kuhusu mambo yako, ili Bwana tukaweze kubadilishwa, tukaweze kuwa tofauti na jinsi tulivyo. Naombea kila mmoja ambaye amebeba mambo moyoni, mawazoni, kwa maisha yake, mambo mazito ambaye imemfanya hawezi kusonga, hawezi kuinuka, kwamba Roho Mtakatifu anamshawishi. Hata yule ambaye ameapa kwamba huyu sitamsamehe, naomba Roho Mtakatifu akushawishi, akufungue macho ili ukaweze kusamehe, ukaweke kando mambo ambayo umebeba ambayo ni mazito, ambayo inakuzuia katika safari yako na katika kukimbia kwako, katika jina la Yesu. Baba, asante. Naombea wale ambao wanang'ang'ana kuacha mambo fulani kwa maisha yao. Naachilia neema ya ukombozi, neema ya kukataa uovu, neema ya kumwishia Kristo, neema ya kuishi maisha masafi katika maishani mwako, katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea kila wagonjwa mahali popote waliko. Bwana, tunatuma neno la uponyaji kwao.
tunatuma neno la ukombozi kwao. Wale ambao wako na uvimbe, wengine wako na uchungu, tunatangaza kila uchungu ndani ya mwili ukatoke, kila uvimbe ukapotee katika jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji mahali popote unatusikiza na kututazama katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante, watu wako wanaponyenyekea na kuwa watiifu, wainue katika viwango vingine kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. 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 Asante kwa neno mchungaji.